tumefungua kampuni. Lakini hatukuwa na pesa ya kuita watu wa KEBS na nini juu unafaa hata kutumia stainless steel. Unajua procedure. Sasa juu hauna hiyo pesa ya kuanza tu mara moja. Tukaona tu tuanze pole pole, hiki tu haijaenda kama imemaliza. Tulifungua February last year. Kama imeenda sana ni mwaka moja. So ile shida ni hiyo tu kutoita KEBS. Na lakini tulikuwa tushaanza kwa engage. Hata kuna wakati nilienda town tukakutana na watu wa KEBS kuwauliza nini na nini inafaa kufuatwa. Tena nikaenda Kirindi wakaniambia ukipombe inafaa kufuata sheria fulani, ukipatikana na watu wa KRA utakosana. So nilikuwa in the process here, nilikuwa nimetulia. Product yenyewe iko sawa na ni quality. Lakini kutofuata tu hiyo tu sheria tudogo hiyo ndio tu shida yangu. Nilikuwa kitabu natengeneza tu ya nyumba, hata Mombasa nimeishi sana nilikuwa natengeneza tu nyumba kakukunywa. So nikaona nitafute sponsor. Mimi nikuje kama mtu wa chemistry, mtu mwingine anayekelea pesa, tufungue kampuni. Ndivyo tukafungua. Mimi na director mwenzangu, mimi niko na 46% shares, yeye ako na 40%. Hiyo ingine ni ya kampuni. So you are in the process ya kuregister tu, lakini ni ile tu maybe uzito wa mfuko haikuruhusu tu uende mara moja. Leo hii tumefanikiwa through local intelligence kupata factory ambayo ilikuwa imefunguliwa hapo kwa muda for more than 1 year, na wako na pombe ya kutosha na ilikuwa inafanya kazi kuendelea bila kuwa na kuwa na license. Hii kazi yote imefanya, mkiangalia area hii hakuna mtu anajua nini ilikuwa inaendelea mbele. Kitu ajabu ni kwamba karibu na hiyo factory kuna mbuzi ili iweze kupunguza hiyo harufu. Ukiangalia upande wa nyuma yangu pale kuna shule. Na taratibu za serikali ni kwamba hakuna bar ama factory ya pombe inafaa kuwa karibu na shule, lazima iwe umbali wa 300 meters. Ukiangalia vile vile kutokuwa na license ni kumaanisha kuna vitu ambao walikuwa nafaa kupata. Kitu ya kwanza, serikali inanyimwa haki yake, na mwisho sheria iko. Tunashukuru kwa kazi mzuri Madam Mosi Pindi na timu yake wamefanya, na tutaendelea kupeleka wao pale wafaavyo ili sheria iweze kuchukua mkondo yake. Bado kuna wengine tunaendelea kusaka because wao tumepata hapa ni wawili, kuna wengine pia tunajua wako na wao, na tuweze kufanya kuhakikisha kwamba hii mambo ya kuuza pombe ambao haijakuwa patented imeisha kabisa upande wa Thika. Wai niko na utaratibu yake na ameweza kutuelezea mambo mingi vile ameweza kupata materials ama ingredients kutoka sehemu tofauti, na vile umeona tuko wakati tumeingia huko, umeona ni tuko na tanks 4 zikupa kabisa. Kwa hivyo ni kumaanisha hiyo ikiendelea namna hiyo atakuwa anatengeneza pombe ya kutosha. Unasikia market yake hata si hapa, yake ni kuanzia Nairobi kuelekea huko mbele, na Mungu ni mwema, mambo imefanyika vile inahitajika, na we will do what is required of us. Kitu ya kwanza kufungua kibanda kwa vijiji, ya pili kufungua karibu na shule, vile kufungua kiwanda bila lisensi. Hiyo ndio muhimu zaidi, na vile hatunjui hii pombe kiwango yake ni ipi na potency yake iko namna gani. So hiyo yote na sheria zingine ambazo tutaweza kuangalia tuweze kuhakikisha kwamba